Excellency, ningependa niseme hivi. Pale alia, unajua wenzangu hapa wameongea sana juu ya maandamano. Na rafiki yangu Ngoyoyo pale, unajua amekuja mbunge tu, hajamaliza mwaka mmoja. Sisi tumekaa huko, kulikuwa na maandamano 2013, kukawa na maandamano 2017 na inaendelea. Kwa hivyo tusilalamike. By the way, maandamano iko kwa katiba yetu. Si mnajua hivyo wa Kenya? Maandamano iko ndani ya katiba. Inasema wewe kama Mkenya una uhuru wa kuandamana, uambie serikali unataka nini. Ile ambayo yatakikani ukiandamana uvunje mali ya mwenzako. Kwa hivyo tusije tukafanya maandamano ionekana kama ni shetani mkubwa. Hapana. Si shetani mkubwa. Maandamano sisi wa Kenya tulipigia kura tukasema iwekwe kwa katiba. Na kwa sababu hiyo mnasikia? Sababu hiyo watu wanapoandamana ile tungefanya kama wa Kenya, kama tunataka kusaidia inji, mnasikia? Kama tunataka kusaidia inji ni kuuliza ni nini watu wanaandamana. Na Your Excellency, kwa sababu you are the second in command, I must say hii jobo tumetengeneza, the task force ile ya 477. Please, hao watu tuwapatie nafasi wafanye kazi yao. Wakiongea bila kupishana na watengeneze kitu mzuri ya inji, utaona mtu amekanyanga kwa barabara. Lakini kama wataenda mchezo basi, maandamano itakuwa ni leo, ni lazima tukubaliane. Watu waendelea kuandamana. Na hiyo ni right yetu. Hata kwa tunafanya makosa, ni lazima tuongee ukweli. Ile ingine, Your Excellency, because you are here, and I'm sure your MPs might not be able to tell you the truth. Mimi nina PhD economics. My PhD is in economics. Ukiuliza waziri amesema mimi ni mtu wa mahesabu, na ukweli mahesabu mimi na mathematics is one thing. Ameniambia ile hesabu niliweza kupata kukosa kidogo ni hesabu ya kutoingia Kenya kwanza. Na hiyo nakubali. Hiyo hesabu hiyo si kupata. Lakini ukweli, Your Excellency, na ni vizuri tuambie wakubwa ukweli ndio tusaidie nchi. Your Excellency, ukiangalia finance bill, mimi nimekaa mbunge miaka 11. Sijai kuona finance bill nyingine yenye na upishi kama hii ya mwaka huu wa 2023. For the last 11 years I've been in parliament. I've never seen it. And the question I ask myself is, why this resistance? Why? Unajua sisi Wakamba tukiresist huku is expected. As I said earlier, sana tuna a lot of shares kwa upande wa siasa. Lakini ukiangalia register ya taxpayers, Your Excellency, Wakamba tumejaa huko. Ama namna gani Wakamba? We pay taxes. Na ndio tunasema kwa sababu tunalipa tax, na hii bill ikipita tutaendelea kulipa tax, we must get it right. How do we get it right? You actually, there are only two controversial things. Only two. Na kama hiyo mgaweza, na lazima tushukuru rais. Jana nilisikia ile ilikuwa ya vijana, ile digital creation, rais amewaondolea. That's what we want to see. We want flexibility in terms of matters finance. So that ukiona kitu nafinya watu wako sana, unaondoa. And Your Excellency, wewe ni msomi. Na kwa sababu wewe msomi, mimi wale tumesoma economics, the basic principle is that no country in the world has ever developed by taxing people beyond their capacity to pay. No country in the world. None. And we must say the truth. So kwa sababu unajua tax ni process tu. At the end of the day, ni pesa kwa mesa. Ile watafanya kazi nayo. At the same time, pesa ni ya taxpayer. Sisi tunalipa, tunapea rigiji na boss, wanatumia kulingana na manifesto ya Kenya Kwanza. So the money belongs to the taxpayer. And because that is the case, I want to appeal to you, Madam Deputy President. Ukikutana na rais jioni, muangalie two things. Mambo ya kuongezea VAT from 8 to 16%. I'm now talking as an economist. Sawa, hii mambo ya siasa hii ni kitu nilianza juzi. Mambo ya kuongezea VAT from 8 to 16. Please, let's sober up as Kenyans and look at that proposal. Tuulizane, hii ilikuwa inatupea pesa ngapi kwa mfuko ya serikali? Is there alternative way of raising the same amount? And if you need that alternative way, I'll be there for consultation for the sake of my country.
The other thing I need us to talk about, Your Excellency, hii mambo ya nyumba. Hii mambo ya nyumba unasikia mbaya akisema huyu akipigia hiyo kitu next week atafutwa na watu wa Kitui huyu. Utamuona tena. Atafutwa. Wacha nikwambie ukweli. Atafutwa. Kwa hivyo ili tuweze ku take care of our leaders wasiwe na shida. Can we get to a round table, Your Excellency? Tuangalie hii 3% housing levy. Kila Mkenya anataka house. And I really, even me nataka nyumba additional. I have one. I don't mind an additional one. But can we make sure that we get this house in a way that we don't really harm our people? And I want to tell you, Your Excellency, once you get those two right, utasikia hata mbunge, utakisikia maneno. Lakini kama itakaa vile imekaa saa hii, Your Excellency, wengine lazima tutatoa suwari kwa mbunge. Tukisema no. Si lazima tuseme kweli. Kama itakaa vile imekaa, I don't pretend myself. If it will be like it is, kura ya makaliwa Amulu itakuwa big no. That can be reported in Kenya. For those two, lakini zikitengenezwa, I'll be lying. I have no problem. Naona ninjua mimi na kujua tumefanya mengi na wewe. Na koti tutaendelea kulipa. Unasikia tuliongea mambo ya cessation, ulisikia last weekend. Tukasema imefika mahali kama sisi kama Wakenya tutajisikia ni Wakenya, tutakata hii inji mara mbili. Tulisema namna hiyo. Ni lazima tuongee ukweli. Na kwa sababu watu wanaongea hivyo ni kwa sababu ya kwamba wanaona kama wataanza kuwa wanatengwa. Sio because we want it. We gave reasons. We must look at the context. So we want a united country where when we pay our taxes, we get value for taxes. And on that note, Your Excellency, sisi watu wa Kitui, nimeshukuru wewe na nikashukuru mheshimiwa kwa ile barabara nataka Kibwezi kwenda Mwingi ya lami. Na tukasema ni asante. Tuwapigie makofi kwa kuhakikisha kwamba tumepata hiyo barabara. Na tunashukuru sana kwa sababu saa hii, Your Excellency, kwenda Mombasa I only need 4 hours, nimelandi kwa bahari na nimeanza kuswim. 4 hours. But Your Excellency, there are two things harassing us in that road. Na sisi kama viongozi wa sehemu hii, pamoja na mheshimiwa Mbai because wa sehemu hii, watu wetu walitoa mashamba yao, Your Excellency, hawajai kuwa compensated at all. At all. Nataka ukianza kurudi nyumbani, Your Excellency, kwa ndege, utupe macho, kuna kijiji inaitwa Majengo hapa. Utaona vile watu wamekaa. Tulitoa hawa maskini wote kwa mashamba yao, barabara ipite, barabara ikapita, mpaka wa sasa wanaishi kwa rendo houses na mtu ni maskini. Shida kubwa. Kwa hivyo kama itawezekana, please note that, utuangalilie. Hiyo ni jambo moja. Jambo la pili, barabara imekwama mahali, unajua tuliwaambia siku ile nyingine kama ingeweza ifike Mbondoni, ndio shikanishe area ya Mwingi na Kitui. Iwe tukienda Kitui hakuna haja kwenda Kanyonyo, tunakata hapa, ita improve mambo ya kupeleka vitu Mwingi na watu kusafiri. La mwisho, Your Excellency, jana tumemaliza kufanya budget ya NG. I sit in that committee. Na ukweli ni kwamba kama itawezekana, Your Excellency, tungependa kuona hiyo damu. It is one of the 2030 flagship projects, Umandam, which was done, you remember the Vision 2030 by Mheshimiwa Kibaki. That program is still hanging. Tunaomba kama itawezekana tuweze kuhakikisha kwamba hiyo project imepewa era pia ndio iweze kumaliziwa. But kwa ujumla, Your Excellency, we want to say, as people from this region, as we are in the opposition, it's no secret. But being in the opposition doesn't mean you oppose blindly. That's why we have gone to school. That's why we have what it takes to analyze issues, and where they are good, we tell they are good. Hii kuondoa gas kutoka, Your Excellency, from gas, ile gas VAT ya gas, umeteremsha. Hiyo ni mzuri sana kwa Wakenya. Na tunafurahia hata sisi wenye tuko opposition. So it's not that the bill doesn't have good things. It has. But those two controversial ones, can we look at them so that we help the country grow and we remain united? So with those many remarks and maito, twende na kukwata na tisa sawa. Na tuyakikisha tuendelea kwethia twi kindu kimwe tunene na wasia umwe. Siasa itu nena sione siasa cia kusobya ndiri cia kwananga. Na tukaendea na usobya ndi. Ngaino twathimie na mbua, nimukono ndo matume kalile. Twende na kumutungia mubea. Na liwa uratu kwata tafadhali. Tusobye twike miundani withie mbua ya ithela tunakitutona nakoya. Elo kuona twabona kwilitwa ko kwilitwa ko ndukakuona ingi. Mundu buni ndo litwa kana nata. Kodo dokumana biti with the tunekata tunelitwa. Kwa hiyo nenda kwa senu sewa alamu ukie. Let's be together for the sake of this school. You have to nikiteka. I will say that when I'm contributing.
Lakini shule kama hii ya Lwanga, shule kama Kitui High School, Your Excellency, shule kama Mulango Girls, shule kama Mutundu, St. Angelas, those are the old big schools in this constituency. Na nipende nispende, CDF yangu haiwezi ikabeba those 4 na nibebe zingine. Niko na 57 schools, secondary schools. The others have managed to do science lab for all of them. Kwa hiyo kidogo ndugu ya CDF.